Utafanya mwili ukawa kama mchakazi. Haleluya. Mchakazi kumtii bwana wake siku zote. Inanyesha. Mimi nakaa pale Lighthouse. Watu wanatoka mbali. Mvua itanyesha, inyeshe hiyo Friday. Mvua inyesha Friday from saa 10 mpaka saa 2 asubuhi. Lakini watu walikuwa wanaingia tukutuku, pikipiki, magari, wafanyakazi wanaingia kwa kazi. Kwanza hakuna mtu kusema ya kwamba leo mvua inanyesha sana nje inakaa ni matope sitaenda. No. Utakuja maana wewe mtumwa. Kwanza sasa tunapaswa tufanye mwili wetu vile tajiri anavyofanya sisi kuwa watumwa wake. Ukafanya mwili ukawa mtumwa wa Roho Mtakatifu, hata inateleza. Hapa unateleza kwa utafanya tu unaanguka na naingia ibada. Nitaanguka, nitaingia ibada. Nguo ni chafu, nitaenda. Hakuna atakayeniangalia, nitafanya ibada, nitoke niende. Sina nini utaenda kwa sababu Roho inakusukuma. Roho inamsukuma. Kwanza zifiri. Na Roho hatakosa kukuambia watu tu before in place ili ufikie. Roho hawezi kuruhusu ukawa na confusion mahali. Tukose kufua, ukose hii na Roho Mtakatifu anakutawala. Roho hawezi. Lazima atakupanga in advance. Fanya hii kwa sababu kesho kuna hii, kwa sababu saa haya kuna hii, kwa sababu saa haya kuna hii. Fanya 1 2 3, atakuwa anakuelekeza. Hata kuacha mayatima ili ukawe confused element. Bwana asifiwe. Huyo ndio Roho ambaye tunayemhubiri. Huyo ndio Kristo ambaye tunayemhubiri. Jinsi vile Yona alivyokataa kusikiliza usia wa Mungu akalela zake, hivyo ndivyo wanadamu wakati mwingine tunakosa kusikiliza mausia ya Mungu. Tunafanya mambo yetu ambayo hayaambatani na mapenzi ya Mungu. Na tunafika mahali tunamwambia Mungu ya kwamba Bwana, mbona mimi ni mtu wako? Mbona mimi ni Mkristo na sijapata 1 2 3? Mbona napitia haya na haya? Ni kwa sababu Mungu ameruhusu, ameacha. Unajua Mungu hawezi sababisha, Mungu huruhusu. Anaweza ruhusu akaachilia, akakosa kufunika, akakuachilia. Haisababisha mabaya kwako, lakini ataruhusu. Unataka kwenda hii njia, basi ataruhusu wewe uende ili ukutane uone. Bwana asifiwe. Kuna maandiko yanazungumzia kuhusu baba aliye mwema. Kwa maandiko, kijana wake mdogo akaanza kumwambia kwamba nataka mali iliyo kwako. Nipe mali yangu yote. Na yule baba akawa mwaminifu, akaruhusu kijana na njoo uchukue mali yako. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Kwa sababu umekataa kusikiliza mausia ya Mungu, unataka njia hii, Mungu huruhusu. Kijana wangu nenda, mama enda, mzee enda. Wakati unapokutana na majanga ndio unaosema Bwana anakuhitaji. Anakuambia Yesu umefanya vizuri kunirudia. Sasa nataka njia hii. Utaenda kuhubiri, utapeleka injili. Jinsi alivyoambia Yona, na Yona akapeleka injili. Watu wakaokoka. Bwana asifiwe. Watu wakaokoka kwa sababu ya neno la Mungu. Mimi napenda kusema ya kwamba bila maandiko yanavyosema, Waefeso sura ya 5 mstari wa 25. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25. Inazungumzia kuhusu wanaume. Inazungumzia kuhusu wanaume na ndoa zao. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25. Nisomee mtumishi Mungu. Waefeso 5:25 inasema hivi: Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwanaume anazungumzia kuhusu na familia yake. Enyi wanaume, enyi mabwana, pendeni wake zenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa akajitoa uhai wake kwa ajili ya kanisa. Bwana asifiwe. Yaani kanisa lipone, yeye ateseke. Kanisa lipone, yeye angaishwe. Kanisa likae, lifurahie. Kanisa lirukeruke na yeye analia. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo inavyostahili. Bwana, unapaswa ujitoe kwa ajili ya mke wako. Unapojitoa kwa ajili ya familia yako, automatically mke atakuheshimu. Automatically Mungu atakuheshimu vile tunavyomheshimu Kristo. Mtu akazungumzia, umesikia Supreme mtumishi Mungu akisema kwamba mtu akakuza akaongea vibaya kuhusu Mungu wangu, akaongea vibaya kuhusu Kristo, mimi na yeye hakuna urafiki kabisa. Bwana asifiwe. Mimi na yeye tunaajalia hapa, maana hakuna vile tutaenda na anatukana Mungu wangu, hakuna vile tutaenda
Hata sisi wanaume tunamheshimu mwenye chini yake. Tuko na vitu tulikuwa tufanye, lakini kwa sababu ya ile Yesu alijitoa kwa ajili ya maisha yangu, ndio maana niko hapa leo. Haleluya. Ndio maana niko hapa. Ninakaa kama mwendazimu, ninakaa kama nimechanganyikiwa, ninakaa kama sina kitu cha kufanya, watamhia kwa sababu naona vile Yesu alivyonihangaikia msalabani, vile alivyolia pale msalabani, vile alivyopigwa viboko, vile alivyosulubishwa, vile alivyotupwa mikuki, ninaona everything. Ninasema kwamba dalili nihurumie. Nimetenda mabaya lakini nisamehe. Nimefanya nini? Yeye Bwana nisamehe. Nimefanya nini? Bwana nisamehe. Kama ulilia, kama ulimwaga damu msalabani, ukapigwa viboko kwa ajili yangu, niko na sababu ya kukuomba msamaha. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo mke atakujia akuombe msamaha, akasema Bwana, nimekuona vile unavyonihangaikia, nimekuona vile unavyonifikiria, nimekuona vile unavyoniangalia, nimekuona vile unavyonihangaikia, ninakuomba msamaha maana nilikosea, ninakuomba msamaha maana nilisema, ninakuomba msamaha kwa sababu sikufanya. Bwana asifiwe. Lakini tunapochukua wake ni kama wenzetu. Unajua wakati mwingine tunachukua mke anafika kama level ya mume. Haleluya. Unajua mahali fahali wako nini natendeka? Fahali wawili hakangi sisi moja, sio? Si Waswahili wanasema hilo. Fahali wawili wakae sisi moja. Sasa mume anainua mke anakuwa level ya mume. Sasa unasema ndio unasikia watu wanasema huyu mwenzangu. Yaani mwenzako ni mume mwenzako. Huyu mwenzangu huyu. Si mwenzako, huyu ni bwanako. Bwana asifiwe. Huyu ni bwanako. Haleluya. Si mwenzako. Bwana si mwenzako. Bwana asifiwe. Bwana ni mwenzako. Kwa mama, bwanako ni mwenzako. Ni mwenzako. Mnatoshana. Bwana asifiwe. Basi si mwenzako. Haleluya. Bwana si mwenzako. Bwana asifiwe. Unajua watu wenye wako na wake zao hapa. Watu mmoja ninapohubiri. Sijui mnaishi vipi nyumbani. Unaweza kukuta unaporudi nyumbani ukafanya kile ngine. Ukiambiwa wewe si mwenzangu, unapaswa uniangaikie. Mimi napendanga shida kama hizo. Mke anakuletea shida wazee ambao mko hapa. Anakuja katika nyumbani akachukua mahubiri yangu, sasa ikawa ni mateso kwako, rudi uniambie. Unajua kama mahubiri kwako. Rudi uniambie, usiogope, rudi uniambie. Jana akachukua mahubiri yangu yakawa mateso kwako, rudi uniambie. Mimi mzee tulikuwa ninapenda kunyoosha mambo katika familia. Napenda kunyoosha mambo katika familia. Na itaenda tu sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Mume unapaswa ujitoe kwa ajili ya mke wako. Si familia yako, mke wako. Mke wako unajitoa kwa ajili ya mke wako. Toka jasho, fanya whatever it takes kwa ajili ya mke wako. Automatically mkeo atakupenda. Automatically atakuheshimu. Atakuheshimu. Atakusimulia mazuri. Atakwambia mazuri. Atakuwa na kuomba msamaha. Atakuwa ananyenyekea. Atakuwa na kusikiliza. Bwana asifiwe. Na usisahau ya kwamba kuna sinagogi la shetani kwa mahali. Usisahau ya kwamba kuna kanisa la shetani kwa mahali. Ukiona mke amekosa kusikiliza bwanake, au ukiona bwana hataki kuachipika kwa ajili ya mke wake, kuna sinagogi la shetani mahali. Kuna kanisa la shetani kwa mahali. Nalo liko na mafundisho yake. Ya kwamba bwana vya mke ni vya mke. Lakini vya bwana ni vyetu. Pesa za mke hazifanyi kazi Kenya. Ni hili zio za Tanzania. Zifanye kazi Tanzania. Lakini pesa za bwana ni zetu sisi. Sorry. Niletee mke kama huyu. Tutakaa chini na tuseme tu pole pole nimpe maandiko, nimueleze kwamba unastahili kuamka mapema hata kabla bwanako hajaamka. Maandiko Biblia inazungumza hapa.
Amka mapema. Mke mwema anaamka na mapema kabla bwana hajaamka. Bwana asiamka atakuwa kwa kitanda. Kwanza asifiwe. Haleluya. Kama wewe ni mke mwema, unajua mimi ni mwema kwa bwanangu, amka mapema. Pika chai, hakuna sukari, nenda nunua. Hakuna nini, nenda fanya. Bwana amekosa nini? Angalia ndani mpaka mifugo ya bwanako, angalia ndani. Mna hela, hamna hela, weka hela huko ndani. Anapotoka shiki, nilisahau akafulia ndani. Hiyo wakati mimi nakutana pesa kwa mfuko tu, napo nakutana pesa hiyo. Na inapikwa pale. Sasa hizi nilisahau, acha walifua aje na wakapika fasi aje. Inaonekana kama nimefanya nini? Nimewekewa humu hela. Bwana sasa sifiwe. Amen. Sasa sitauliza hizi hela zimetoka wapi? Ninajua nimewekewa wapi? Bwana sasa sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mama yeye. Uko hapo? Hapo. Bwana sasa sifiwe. Amen. Fua nguo ya bwana wako. Pika basi vizuri. Baada ya kupika basi, chukua hela weka ndani ya mfuko. Chukua hela weka ndani. Alafu hapa Bwana sasa sifiwe. Mama Jesina anasemaje? Bwana sasa sifiwe. Haleluya. Utaona vile bwanako atakusunguzia na vile atakavyokuheshimu. Haleluya. Hivyo ndivyo tunavyofanya na Kristo wetu. Hivyo ndivyo tunavyofanya na Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Alichukua dhambi zetu, akachukua udhaifu wetu wote, akajituka pale msalabani. Maana tunasema kwamba akalia Eloi Eloi, maana baba yake amemwacha. Kwa nini baba anamwacha Kristo? Na maana tunasema kwamba mimi na baba yangu tu kitu kimoja. Kwa nini Mungu anamwacha Kristo? Kwa sababu amebeba dhambi zako zote pale msalabani. Haleluya. Amen. Wakati alipobeba zote msalabani, Mungu haangaliani dhambi. Ndio tunasema ya kwamba ili umwabudu Mungu, ili umpendeze Mungu, ondokea dhambi, kimbia dhambi, usiwe mtu wa kutenda dhambi. Hapo ndipo Bwana atafika karibu na mtakao, mtafanya ushirika na yeye. Bwana asifiwe. Mungu wakati Kristo alibeba dhambi zetu zote msalabani, wakati anasema yote imefanya nini? Yameisha. Hapo ndipo Mungu alimkimbia. Mungu alimwacha. Na Yesu akagundua ya kwamba Mungu ameniacha. Anamuuliza baba yangu, umeenda wapi? Mbona umeniacha? Ni kwa sababu alikuwa amebeba dhambi zetu zote. Amechukua magonjwa, ametupa uzima. Haleluya. Amechukua matukano, ametupa heshima. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ninavyosema ya kwamba ukichukua nguo ya bwanako, umemfulia, hana hela ndani, ukaweka hela ndani. Siku yake akasema mke wangu, ninampenda, hakuna mke kama yeye. Hakuna mke kama yeye. Atakuwa anaambia watu. Basi kwa sababu kuna mafundisho ya kishetani, kuna kanisa la kishetani mahali litakuwa linafundisha kwamba Bwana hastahili kuheshimishwa. Bwana hastahili kuheshimika. Wakati ninapoambiwa hivyo mafundisho ya kwamba mke haustahili kumwamini sana, haustahili kuamini mkeo, wakati ninapoambiwa hivyo ninakumbuka, alifua nguo yangu na akapika basi na akanipa nikavaa. Wakati naweka mkono hivi, kuna 1000 iko wapi? Na haijakunja kunja, najua tu niwekea wapi. Sasa mke wangu si yule ambaye msungizia. Mke wangu, nishawaambia, mke wangu si kama yule ambaye anamsungizia. Maana kuna makristo wengi, Kristo walikuwa wengi. Kuna Yesu Yusto, kuna Yesu wa bahari na kuna Yesu Mnazareti. Wanaweza kufikiria. Wote walikuwepo, ni Yesu watatu. Lakini tunapotofautisha tunaona kwamba Yesu wa Nazareti ni wa kipekee kwa hao wengine watatu. Wanaweza kufikiria. Amen. Yesu wa Nazareti ni wa kipekee. Mume wangu ni wa kipekee. Mke wangu ni wa kipekee, si kama wale watu wengine. Lakini unapokataa mahusia ya Mungu, unapokataa mafundisho ya Mungu, unapokataa mapendekezo ya Mungu, ndipo anasema kwamba sikio lisikialo peke yake, bila sikio linalosikia, hilo ndilo litabishwa nini? Huyo ndilo litabishwa taji. Anaweza kufanya. Haleluya. Huyo ni mtu litabishwa taji. Lakini yule ambaye hakusikia, hakuyatenda yale ambayo yaliyonenwa, basi anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba kwa mchanga. Wakati upepo unapokuja, ngurumo inakuja, miereko inakuja, mwanguko wake ni mkubwa sana. Mkristo bila anavyopimwa
Ni sawa sana vile dunia inavyopima. Vipimo ni vile vile, hakuna tofauti. Mtu aliye na imani na mtu asiye na imani, vipimo ni vile vile, hakuna tofauti. Vipimo ni vile vile. Ukatae ukubali, vipimo ni vile vile. Maana kitabu cha Mathayo kinazungumzia, inasema ya kwamba mtu anayesikiliza maneno yanavyofundishwa na akaweka kwa matendo, anafundishwa na mtu anayefanya nini? Aliyechenga nyumba kwa mwamba. Lakini anayesikia na akosa kuweka kwa matendo, anafundishwa na mtu aliyechenga nyumba yake kwa mchanga. Na chipi itakuja wakati kwa naka nataka kuzungumzia kuhusu wake mke, anataka wake ni wakawaita tu. Wake ni wakawaita tu. Wangu sisi nikaenda pesa kwa mfuko kwa sababu ni wakawaita tu. Why? Kwa sababu you listen to the temple of the synagogue of the devil. You listen to the temple of the devil. Lakini mwenye alisikiliza mahusia kutoka kanisa la Mungu na akaweka katika maneno, akaweka katika matendo, basi Bwana anasema kwamba my wife is different from other wives. Bwanangu ni tofauti na wanaume wengine. Si kama maana kulikuwa na wanawake, lakini ukamwona huyu ndio kipekee. Kulikuwa na mabwana, ukamwona huyu ndio kipekee. Sasa katika hiyo upekee, katika hiyo hali ya upekee, basi mpe heshima, mpe sifa, mtendee yale ambayo Kristo anayesema katika maisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anaweza kubadilisha mlevi akaokoka. Kuna uwezekano Mungu kubadilisha mlevi akaokoka. Kuna uwezekano Mungu kubadilisha jambazi akabadilika akaokoka. Anaweza, sio? Sasa Mungu anaweza kosaje kufanya bwana wako ama mke wako ile mkorofi au mzuri? Atakosaje kubadilisha? Anabadilisha. Bwana asifiwe. Wanawake wanazungumzia katika kitabu ya Petro kwanza sura ya 3. Mstari wa kwanza mpaka 5. Inazungumzia kwamba wanawake waheshimu waume zenu kwa kila jambo, mheshimu kwa kila jambo. Anasema topoa sufuria, maji yasipita hapo kipikwa sima, mheshimu. Topoa sufuria. Anaweka inzi kwa mkopo ya sukari, isitoke pale mpaka asubuhi kesho yake ndio itolewa pale, mheshimu. Shika inzi weka ndani, itulie. Mheshimu. Ukipita hivi vyekezo vyote, Bwana atakuona mtu tofauti. Hata mwambie watu vile Bwana usinikusikia, usinikutii. Na wewe ungeleta watu atakuwa na heshima. Lakini unaposhika shingo kando, mimi napenda kufahamisha kwamba kuna watu nilifundisha kwa wakati mmoja nikasema kwamba wamama wanafanya waume zao wanakuwa ni kama mkate na karikari ile mkate ule. Kwa sababu gani? Mkate hauna nguvu mbele ya chai, sio? Ukachukua mkate ukaweka ndani ya kikombe ya chai, alafu utenue hivi, my friend, mkate utabaki ndani ya chai. Itakufanya mpaka uwekelee mkono hivi ndio ulete kwa. So mke ni kama chimoto. Mkate ni mume. Mume hana nguvu mbele ya mke anayechelewa. Amen. Na mume hana vita mbele ya mke anayechelewa. Hana. Ndio maana hata machambazi wako na familia. Utapata tunasikia kwamba kuna Kenya yetu inaripiwa kwa sababu watu wanatumia mapunzi, wauni wherever. Hao watu wanaotumia mapunzi, wale mapunzi wako na wake. Lakini wakioa si mapunzi kwa wake zao, kwa sababu ile mke anachelewa mbele yake. Anakuwa punzi kwa mume mwenzie. Na kwa watu ambao wako against na yeye. Lakini kwa watu ambao wanajitambua, hakuna punzi kwake. Bwana asifiwe. Amen. So tunapofundisha mahusia ya Mungu na ukasikiliza Mungu anataka nini, ninawaambia kweli ya kwamba angalieni mtumishi wa Mungu anaitwa Yona. Yona alikuwa nabii, alifanya yote, lakini wakati alipokataa mafundisho ya Kristo, alipokataa mafundisho ya Mungu, maisha ya Yona ilikuwa mabaya sana, yalikuwa ya kuelekea kifo, kusimu. Lakini maandiko yanasema kwamba Yona akiwa huko ndani ya shida, zile shida unazoziona zile, ukiomba Mungu katika hiyo shida na ubadilike wewe, umwambie Bwana ukitoa hapa nitaenda, ubadilike wewe. Mwambie Bwana ukibadilisha mume wangu nami nitamtendea haya, ubadilike wewe. Basi yote inabadilika. Bwana asifiwe. Lakini ukikataa kubadilika, unataka yeye abadilike, it will never change. It will never change. That's why I encourage you, Bethel Church, when you are reading the Bible, unaposoma hii Biblia, don't read this Bible as a window. Tunasoma hapo naangalia watu walioko nje. You will never change.
But ukisoma Biblia kama mira, kioo unachokiangalia, unasoma ni wewe. Biblia inazungumzia, haizungumzii Petro, haizungumzii pastor, haizungumzii yule ndugu yako, haizungumzii na kuzungumzia wewe. Ukabadilika wewe, automatically your brother will change, automatically the church will change, automatically your neighbor will change. Wanaweza kufikiria, kwa sababu ukibadilika wewe, jirani atabadilika. Anakutukana, amekwambia yapi, amekwambia yote, lakini mwambie I love you. Wewe jirani mzuri, kama si wewe nguo zangu zingeloa. Hata mchinga wewe, toka hapa, hujasoma, hauna wewe whatever. Chinga, mbao chinga, toka hapo wenda. Lakini unapoenda naambia, jirani asante. Kama hunge ilikuwa watu wangeniipia asante kwa wewe wako. Sasa hata kushangaa huyu mtu mimi namtukana yeye ananiambia asante. Au ataanza kujiona yeye ndio automatically hiyo shimo change. Lakini unapokasia ukasema kwamba no, this is my style, this is my level, this is my, hapo ndipo utajua kwamba shetani naye ako na watu wake na mipango yake kufanya kazi. Bwana asifiwe. Nikatoa ushuhuda kwa siku moja kwamba kulikuwa na familia nzuri ambao tulikuwa tunaishi karibu maneighbor. Wakati nilikuwa UK. Nikiwa kule UK kulikuwa na neighbor tu nzuri ambaye anaishi na mke wake vizuri, lakini mke wake akiangalia majirani wanalia kwa manyumba. Kuna nini kuleta nyama? Kuleta jengo kurekesha nini? Sasa yule mke akaishi na yeye mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, mwaka wa sita. Mke siku moja sikini ndienda kwa akili, anaendea bwanake, wewe si mume, wewe kama wewe ni mume, nipike vino. Wanaume wanapikanga wanawake, nipike, anampelekea kichwa, nipike. Nikasema why? My Lord. Wanaweza asifiwe. Huyu angejua. Hata Petro alikuwa umeokoka na Yesu miezi mingapi? 3. Lakini